Okay, so in the last tutorial tulisoma what is simultaneous equations na tulijaribu kuangalia baadhi ya mifano kuhusu simultaneous equations na tukasema tutasolve baadhi ya maswali kwa kutumia njia ambazo tuliziainisha au tuliziandika katika tutorial iliyopita ya kwanza. So kama haujaangalia ile tutorial ya kwanza, nakushauri kwanza angalia ile alafu then ndio uje kwenye tutorial hii. Na katika moja njia ambayo tulisema tutazidiscuss ni hii tunaita elimination. Na kwa kwanza labda tuseme ni elimination ni elimination kama inavyojieleza kwamba ni tuna eliminate something. Kwa utakuwa na equation yako, kwa mfano swali linakuja kama hivi, anasema solve for x and y in the following system of equations. Kwa unapewa x plus 3y is equal to 7 and 2x plus y is equal to 4. Swali anasema solve kwa kutumia njia inaitwa elimination. Kwa mfano unachotakiwa kufanya ni ku-eliminate. Elimination maana yake una eliminate moja kati ya variables ambazo zipo hapa. Hapa tuna variables aina mbili, kuna x alafu kuna y. Kwa hiyo ili uweze kusolve hili swali unaweza kuanza ku-eliminate x, kwa maana unaiondoa x, unaiua x, unabakisha y. Ukibakisha y utakuwa na uwezo wa kusolve kwa urahisi, kwa sababu kama una equation kama hii, swali kama hili kusolve inakuwa ni rahisi. Utasema tu uta divide by 2 utapata x is equal to 2. Lakini pia unaweza uka-eliminate, let's say hiyo kwa mfano ume-eliminate y, kwa maana utabakiwa na x. Lakini pia unaweza uka-eliminate x ukabakiwa na y. Kwa utakuwa na equation less, natolea mfano unaweza kuwa na 5y is equal to 10 au is equal to 15, which you can solve for the value of y. Kwa urahisi zaidi utagawa kwa 5, utasolve for y. Kwa hiyo hii ndio technique, hii ndio jambo kubwa zaidi kuhusu hii njia tunaita elimination method. Sasa kwa kwanza ngoja ni clean hii part then tuanze kusolve swali la kwanza. Okay, so mimi naandika solution. Nasema solution. Swali la kwanza tunasema x plus 3y is equal to 7. Alafu tuna 2x plus y is equal to 4. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa ni kuangalia namba gani ambayo nikizidisha kwenye equation. Kwa mfano tunataka kueliminate x, kwa mfano tuanze kueliminate x. Unatafuta namba ambayo nikizidisha hapa na hapa, namba mbili ambayo moja nitaizidisha hapa juu na moja nitaizidisha hapa, itaweza kusababisha hivi vitu viwili viweze kuwa eliminated. Sijajua kama if that make sense to you, I don't know. Lakini kwa mfano ili niweze kuziondoa hizi value mbili hizi, ziondoke kabisa kwenye equation, mimi naweza nikazidisha nikaweka hapa 2, kwa maana equation ya kwanza nikaizidisha by 2 na equation ya pili nikaizidisha kwa 1. Ambapo baada ya kufanya hivi equation yako itakuja kuwa kama hivi, itakuwa ni 2x kwa sababu nachukua 2 times x unapata 2x, 2 times 3y. Sasa hivi badala ya kuandika 3y utaandika 6y na huku utaandika 14, kwa sababu hii tu unaizidisha equation kwenye equation yote. Na hapa chini nikizidisha kwa 1 nitapata the same equation. Okay? Na kama ukiangalia vizuri hapo utaona kwamba sasa hivi 2x and 2x zinafanana. Kwa hiyo kuzi eliminate naweza nika subtract. Okay? Kwa hiyo nachukua equation ya juu minus equation ya chini, ambapo ukichukua 2x minus 2x unapata 0. Kwa hiyo naweza nikaweka hapa nitapata 0x ambapo ni sasa na kutokuiandika. Then 6y minus y unapata 5y na 14 minus 4 unapata 10. Okay? Kwa hiyo hii equation naweza kuandika hivi. Badala ya kuandika 0x sitoiandika kabisa. Kwa hiyo nasema equation yetu imekuwa 5y is equal to 10, ambapo ukigawa kwa 5 pande zote mbili utapata y is equal to 2. Kwa hiyo tushapata value ya y is equal to 2. Sasa hivi tunaweza kutumia moja kati ya equation mbili ambazo tunazo kusolve for the values of x. Kwa hiyo naweza nikasema from equation 1 na let's call this equation number 1. Okay? Equation yetu ya kwanza ilikuwa nasema x plus 3y is equal to 7. Lakini sasa hivi tushapata value ya y tunaijua, kwa hiyo nasema but y is equal to 2. Kwa hiyo nitasema x plus 3 times 2 is equal to 7. Kwa x is equal to hapo utapata 6 ambayo itakuja huku time minus, kwa utapata 7 minus 6 which is equal to 1. Kwa at the end of the day utasema kwamba therefore x, y is equal to value ya x ni 1, value ya y ni 2. Kwa hiyo majibu yetu ni haya. X tumepata ni 1 na y tumepata ni 2. Hii ni format ya uandishi, ni vizuri kuandika hivi, lakini pia ongeza kuandika x is equal to 1 and y is equal to 2.
njia zote mbili zinakubalika. Unaweza kupresent jibu lako kwa staili hii au unaweza kupresent kwa staili hii. Kwa hiyo hii ni tumesolve njia swali la kwanza kwa kutumia njia tunaita elimination method. Kikubwa tulichokifanya tume eliminate value of x, eliminate x hapa. Na ili tuweze eliminate tulisema kwamba inabidi uzifanye hizi fanane kwa namna moja au nyingine ili uweze kuziondoa. Na ili kuzifanya hizi fanane sisi tumeamua hii namba hii ya juu tuizidishe kwa 2 ili afanane na huyu. Sasa ukizidisha kwa 2 maana equation nzima utazidisha kwa 2 ambapo imekuja kwa equation hii, na hii tumezidisha kwa 1 kwa sababu inabidi tuzidishe kwa 1 ili ifanane, kwa sababu ukiweka namba nyingine hii namba nayo itabadilika. Kwa hiyo tumepata kitu kama hiki, tuka subtract au tuka minus 2x minus 2x ikawa imeisha, ambapo ndo lengo letu lilikuwa ni kuimaliza iondoke kabisa. Baada tukabakiwa na hii, then tukaweza kusolve ili swali. Kwa hiyo as homework kajaribu kufanya kwa eliminate value of y. Okay? Let me show you. Niandike solution number 2. Sasa hivi tunataka kulifanya swali ili the same, lakini sasa hivi tuta eliminate value ya y. Kwa equation yetu ilikuwa ni x plus 3y is equal to 7, na huku tuna 2x plus y is equal to 4. Sasa ili tuweze kueliminate value ya y, unaangalia hapa kuna 3y, hapa kuna y. Kwa hiyo equation ya chini nikizidisha kwa 3, huku juu nikaweka 1. Kuzidisha by 1 ni sawa sana kuacha equation kama ilivyo. Kwa hiyo tukizidisha hivi, equation ya juu itakuwa hivi, x plus 3y is equal to 7, na equation ya chini itakuwa ni 6y plus 6x plus 3y is equal to 12. Okay? Ambapo naweza nikachukua equation ya juu minus equation ya chini, ambapo ukichukua x minus 6x, x minus 6x unapata negative 5x. Kwa unaandika negative 5x is equal to plus 3y minus 3y unapata ni 0, na 7 minus 12 unapata ngapi? Unapata negative 5. Okay? Kwa hiyo at the end of the day ungesema ni 5x is equal to negative 5, kwa sababu hii 0 inakuwa imekufa tayari, ambapo ukigawa kwa negative 5 na ukigawa kwa negative 5 unapata x is equal to 1, ambapo ndio jibu ambalo tulipata huko mwanzoni. The same thing utakachofanya utachukua equation moja kati ya hizi mbili. Mwanzo tulichukua equation hii hapa, hii ndio equation 1, hii ndio equation 2. Kwa hiyo unaweza kusema from equation 1 au equation 2 unaichukua hii value unaisubstitute kwenye hizi equation. Kwa hiyo naweza nikasema let's say from equation 1, si lazima uchukue equation 1, unaweza kuchukua equation ya pili. Kwa hiyo naweza nikasema x plus 3y is equal to 7, lakini sasa hivi value ya x ni 1, kwa hiyo naweka hapa 1 plus 3y is equal to 7. Okay? Baada ya hapo tunasema 3y is equal to 7 minus 1, kwa sababu hii 1 inakuja huku, kwa unapata 3y is equal to 6, kwa utapata y is equal to 2. Kwa hiyo kama unavyoona still tumepata the same answer. Kwa hiyo unaweza kutumia njia moja kati ya hizi mbili. Unaweza ka eliminate value ya y au unaweza ka eliminate value of x, still itakupa the same answer. Let's try to solve another question. Swali la pili, acha nifute kidogo hapa. Acha nifute sehemu nzima. Okay. Kwa hiyo swali la pili ni kama swali la kwanza almost. Nakupa ifo just uzoe maswali yanavyokuja. Anasema 2x minus y is equal to negative 3, alafu 3x plus y is equal to negative 2. Kwa ni the same thing, unachagua ipi kati ya hawa, mmoja kati ya hawa wawili eliminate. Sasa ukiangalia vizuri ungeweza kueliminate kwa kutumia x. Na labda tuanze naandika kama njia ya mwanzo, naandika solution 1. Solution ya 1 na eliminate kwa kutumia x. Kwa hiyo ili niweze kuzifanya hizi mbili zifanane, kwa sababu x ya juu ina huku nyuma yake na 2, coefficient ni 2, na x hii hapa ina coefficient ya 3. Ili ziweze kufanana basi inabidi hii ya juu nizidishe kwa 3 na hii ya chini nizidishe kwa 2. Kwa maana uzidishe kwa opposite, yani coefficient uzibadilishe, yani huyu wa juu umzidishe na coefficient ya wa chini, na huyu wa chini umzidishe kwa coefficient ya yule wa juu yake. Kwa tumezidisha hivi, ambapo utapata sasa hivi ni 6x minus 3y is equal to negative 9, then 6x plus 2y is equal to negative 4, ambapo sasa hivi kwa sababu zimefanana unaweza kwa minus, kwa subtract, utapata hii na hii inakwisha, kwa sina haja hata kuiandika. Hapa unapata negative 3y minus 2y
negative 3y minus 2y, unapata negative 5y. Kwa unaandika negative 5y is equal to negative 9 minus negative 4. Nachukua hii minus hii ya chini, ambapo utapata ni sawa sana kuandika negative 9 plus 4 which is equal to negative 5. Kwa utapata negative 5, ambapo ukidivide by negative 5, unapata y is equal to 1. Okay? Kwa tumepata y is equal to 1. Kinachofuata kama tulivyosema mwanzo, unachagua moja kati ya hizi equation mbili ili kusolve value ya x. Kwa hiyo unaweza nikasema let's say tuchukue equation ya kwanza. Unaweza kuchukua equation ya pili, na kwa mfano huu labda nikuonyeshe tuchukue equation ya pili kwa sababu si lazima uchukue equation ya kwanza. Kwa hiyo unaweza kusema from equation number 2 ambayo inasema 3x plus y is equal to negative 2. Sisi tutakachokifanya nitaandika 3x plus y is equal to negative 2, lakini tumeshasema kama value ya y tushaipata ambayo ni 1. Hii tumepata hapa. Kwa hiyo kwenye position ya y utakuwa unaandika hii 1, kwa nitasema 3x plus 1 is equal to negative 2. Kwa 3x is equal to negative 2 minus 1. Kwa 3x itakuwa sawa na negative 3, ambapo utapata x is equal to negative 1. Kwa utapata majibu yako x is equal to negative 1 and y is equal to 1. Au ukitaka unaweza kuandika x, y is equal to negative 1 1. Okay? Kwa hii ni njia ya kusolve swali la pili. Ni almost the same kama ile swali la kwanza. Lakini nataka nikupe note hapa kwamba mara nyingi ukipewa maswali haya jitahidi kuangalia equation vizuri, kwa sababu wakati mwingine utaona kama hakuna ulazima wa kuzidisha namba nyingi kama tulivyofanya hapa. Hii equation ilikuwa ni 2x minus y is equal to negative 3. Na pia kulikuwa kuna 3x plus y is equal to negative 2. Hakukuwa na haja ya kueliminate x kwa sababu value za y zinafanana, just zinatofautiana sign. Hapa kuna negative, hapa kuna positive. Sasa kwa sababu hizi zinafanana, kwa maana coefficient zao ni 1, hii ni negative 1 na hii ni positive 1, njia rahisi ni kueliminate hizi values za y. Kwa hiyo tungeweza kuzi-eliminate au kuziua hizi mbili kwa kuzijumlisha. Kwa maana ukichukua negative y ukajumlisha na y, jibu linakuja ni 0. Okay? Kwa hiyo ukiona vitu kama hivi vinafanana, basi ni vizuri ueliminate kwa kutumia hizo variables ambazo zinaonekana kama zinafanana. Kwa kama tunge-eliminate value ya y, tungepata result moja kwa moja, ambapo huyu na huyu angetupatia 5x, huyu na huyu angetupatia negative 5, ambapo ukidivide by 5 unapata negative 1. You see? Kwa hiyo hakukuwa na haja kuzunguka huku kote. Maana hii imekuwa ni mzunguko mrefu kwa sasa. Tungeweza kulifanya hili swali moja kwa moja. Kwa ungepata negative 1, then ungetumia let's say equation hii hapa ya kwanza, ambapo ungesema 2x minus y is equal to 3, ambapo ukimake subject x utapata negative 3 minus y over 2. Let's say x is equal to negative 3 minus, nimechanganya hapo, tunatakiwa tu make subject value ya y sio x. Kwa hiyo nitasema ili to make subject y itakuja upande huu na y itakuja upande huu, kwa hiyo itakuwa 2x plus 3. Kwa hiyo y is equal to 2x yetu ni negative 1 plus 3, ambapo utapata y is equal to 1. Kwa hiyo all in all unachotakiwa ujue ni kwamba unaweza ukaeliminate yote kati ya hizi mbili, inategemea kwa hiyo ya rahisi imekuja ni ipi. Njia ipi kati ya hizi mbili ni rahisi. Kwa hiyo hii swali la pili tumesolve. Swali la tatu na kuachia wewe ni homework yako. Kajaribu kuifanya na in the next tutorial naweza nikaielezea au labda nikupe jibu. Kajaribu kuifanya na majibu yako yanatakiwa yawe hivi. Utapata value ya m is equal to 1 over 2 na utapata value ya n ambayo itakuwa ni 3. Kwa kajaribu kuifanya na kama utafanikiwa kusolve ukapata haya majibu ni basi congratulations, na kama utashindwa kusolve basi niandikie kwenye comment chini hapa. Andika something, andika anything, kama umeshindwa kusolve au sehemu gani umeshindwa, then we'll try to help you. So thank you for watching and I hope to see you in the next tutorial. Thank you and have a good time.